Jia Ulysses hapa hivi representing kwenye representing talk ndani ya studio, kwenye talk ndani ya studio manze. Na kitu nataka kuongea saizi ni rende ya quotes. Rende ya quotes ama mse wa kukram tu theory tu. Wale wase tu kukram tu kila kitu. Kukram theory ama kukram tu quotes, hiyo ni mbogi ama rende tu ya wase ya theory tu na quotes. Na kuna watu na positive na negative side of cramming hizo quotes. Sababu kuna the negative hapa tu, nianze na positive. Positive ni ndaanza na positive moja nimalize na positive ingine. Cause nikaa tu ziko mbili tu. Kuna wase tu cram hizo kuna hizi manini hizo tokea tu quote hapa na pale. Hadi TikTok msee tu anachukua tu ka clip kamoja tu kenye msee amebonga sense. Ama tu hizi screenshot ya saying tu moja something. Hizo tu. Na the one positive thing naweza sema ni self awareness tu. No. Kuna kitu unaweza watch hivi upate, uiangalie hivi wewe mwenyewe tu kuwe self aware na maisha yako. Like ujianalyze tu. Like uicheki hivi yenyewe sasa upate ile self awareness. Unajua self awareness ni kichukulia literally, kuna ile tu unapata unajua urefu yako, unajua kilo zako, maybe hata kama maybe si, but unajua una range wapi. Ukiulizwa urefu unasema mimi niko hivi. Skin tone hivi. Macho sijui unaonanga US unasikia sijui brown eyes sijui like unajijua tu. Hiyo sasa self awareness ya, cause kuna kitu inaweza ama kuna quote unaweza soma hivi ujianalyze one yenyewe. Kulingana na mimi yenyewe hapa sijafika, hapa nimefika, naweza tamani nikuwe hivi. Hilo tu like wewe mwenyewe unakaa unaona yenyewe hapa siko 100% but naweza improve hapa tu. Hiyo sasa self awareness. Unajua tu strengths zako, unajua weaknesses, alafu hivyo tu. Hiyo tu self awareness. Na kwa the negative ndio ziko mob. Cause kuna wase tu cram tu quotes, ukram hadi script za movie unacheki unakram hivi kitu ilisemwa hapo, mainly to use tu kwa argument. Naona like unatembea tu ukiwashu ukishindwa manze nani atanichokoza aseme kitu kama hii alafu nimrudishe, like ni clap back na kitu kama hii. Kuna wase tu win tu ma quotes tu za, yani msana na cram tu purposely quotes ama saying kwa za movie, lines za movie, purposely tu kwenda tu kutafuta tu arguments kila mahali. Unasoma kitu umeingia mat imeandikwa kale ka sticker fulani kana kwa kareli yellow hapo, unajua hii ndio itumia siku moja. Ama unasikia hizo majibu za makonkoni, sasa una cram tu ukitaka kujua sasa hii nitakuwa tunaenda tu kutafuta tu argument kila mahali. Alafu ingine kuna wase tu hiyo tu though inaingia na argument ya ku clap back yani. Kitu kidogo hiyo unasema sasa huyu nataka nimpe trauma. Ile kitu naenda kumjibu huyu sasa atanikumbukanga nayo. Na unapata like ujakram hiki like umecheki kitu na ukaichukulia tu negatively. Like ujaangalia like how to venye unaweza apply kwa self awareness, unaweza apply kusaidie. Purposely wase wana cram tu nini tu kwa ma clap back. Na sometimes clap back uitumia kwa cause most people wenye ukibonga unabonga nao almost on a daily basis ama frequently ni wase wa familia. Familia za kuwa tu ni kuna wase huku nje stranger si sana, unless sasa ile job unaduko na wase 24/7. Ama pia ile job unapiga huko yani uko na wase sana. Basi unapata maybe sasa 80% ama most of the time yenye una engage na wase una engage maybe kama uko na wife, kuna mtoi, uko na mtu wako, so ukianza kuzitumia kwa the
yani ujue kitu sometimes ni upuuzi. Unapatanga kuna wase wana cram hizi vitu za club back, na ule mtu unaenda kuklapia back ni mtu yani like your immediate person, yani hadi unashindwa yani unasoma vitu zimeandikwa huku nje za very za uncouth behavior, yani vitu za ufala, alafu sasa unataka kuzileta kwa the most yani wale watu wanafaa kuwa supportive, sasa ndio unaleta kwa best friend yako, best yako hiyo ati unaenda kumzima na hii juu. Kuna wase utembea na mindset ya nikiclub back na hii wataacha kunizoea, watajua mimi ni nani. Who cares manze? Na halafu ingine sasa ni ya rende ya quotes na cramming theory ni marriage bait tu. Kuna wase utaka tu kurage bait kila kitu. Wewe mwenyewe tu unajua ama deep down tu, ama wewe unajua tu deep down hii kitu naenda kusema inaenda kuhamse. Cause kwa hii maisha si kila msee yuko level yako. Kama umechua, si kila msee amemachua around you. Kuna wase ikikam kwa information unawapea, maybe kuna mwingine ni kama chakula. Kuna mwingine kama ukimpea kama ni apple, anaiuma vile design ya Adam sasa uko Garden of Eden, anaiuma atafuna. Kuna mwingine sasa lazima ikate to pieces. Kuna watu maybe ni vibogoyo, mwingine meno ni mbaya, mwingine bado hajamea meno. So kila kitu, kila information tu ukipass around tu unaipass around kulingana na umse level yenye yako. So ukiongea something yenye yani kitu unaenda kubongo, uko sure umse unaenda kwambia mse bado hajamachua, of course hiyo kitu ataichukulia, atai-take very personal. Kwa sasa hajajua kuna brain iko na four parts, na kuna part moja umachua tu polepole. So kuna wase utaka tu once ushajua sasa kuna part na nini, so unataka kumesha kila mse amemachua ama hajamachua. So unaenda sasa kurejibet vitu za upuzi tu. Na ya ine sasa ni hiyo tu boss, yani kuboast, yani yani kuja kujichocha, kukuwa na pride na boastful hazijaachana sana. So ni hizo sasa unapata umecram tu vitu tu, unataka tu kusound smart yani. Wataka sasa usound msee sana kuna so much knowledge kwa maisha yako, hadi sasa wewe mwenyewe umesoma vitabu kama 90, uko na PhD, uko na masters, ama uko na degree ama hata diploma. Sababu but knowledge na understanding, unaweza kuwa knowledgeable about something but hujaielewa. Unaweza kuwa pia knowledgeable about something but hauna hiyo wisdom ya that's why unasikianga si kila msee anaweza kuwa great teacher, ama si kila msee kuwa mwalimu. Cause unaweza isoma but ukiambiwa sasa ifunza msee mwingine, cause kufunza sasa itajua like inaitakuwa hiyo wisdom ya kujua sasa how to bring it kitu ndio msee aelewe. Wataka tu ku pride, unaenda mahali unasikia sasa huyu nyamazeni niongee, mimi niko na degree, mimi nimesoma dude. Then ingine sasa ni hiyo ya kusound smart, not sounding smart na nini, kama ziko more or less the same tu ya sounding smart. Umecram tu vitu unataka tu kusound msee ako na knowledge, msee fit tu, yani msee mwenye akiongea tunafaa kusikiza yani. Kifungua mdomo watu wakae chini, sasa watu wakusikize. Manze, usicram vitu watu wakusikize. Like kama usione saying juu sasa saying weza pata ni msee amesoma book, alafu sasa kwa book maybe hata iko na around 700 pages. Sasa msee kwa hizo over 700 pages amekama up na kitu kamoja, like take away message ya hii nini ya ebook ama movie ya 1 hour 30 minutes, nimelearn this, summarize kitu yenye sasa ameteka hapo. So kutake hiyo kitu moja msee aweza kusikiza ona yenyewe, msee ni smart. But purposely like hauna, ukiambiwa elaborate ama uapply ama ufunze msee, huwezi explain ya mtu. Na of which though kuna thin line between pia kutaka kuexplainiwa na pia ingine ni like wewe kama uelewi sawa hivyo tu. Cause kuna vitu zingine napata like explanation ya msee imempita. Na ni hivyo, na sasa si kila msee anakuho explanation kwa hii life. Unaweza ambiwa ukinini usi cross barabara bila kuangalia left ama right. Hivyo tu.
hapo like hakuna any explanation uelezewe mbona we cross, alafu chenye kitakuwa penia it's up to you. Ukipanda mti unaambiwa usipande mti, hadi ukiingia kwa bed unasikia slippery floor. Ukiamua ukimbie, chenye kita happen it's up to you, but already imeambiwa. Si kila ikishaekwa hapo slippery floor ije explain, imesema tu hivyo. So sometime kwa maisha si kila kitu inahitaji explanation. Si kila kitu sasa mtu atakaa chini anza kukueleza kuambia ni hivi na hivi na hivi. We nini utajulia mbele, mtoto akililia wembe mpe. Na hiyo ingine ya fake nini fake lifestyle. Na fake lifestyle sasa inaenda all the way hadi kwa sweet talkers, yani wale wase wakukuingiza tu box na maconman tu, msee tu anajua yenyewe kulingana na psychology yenye amesoma. Though fake lifestyle, sweet talkers na manipulation zote zikiwa tatu naweza ziweka tu kategori moja, kwa zote sasa zina deal with kuchezea wase akili tu. Kuchezea wase akili, umekram tu vitu, mostly uchezea wase akili, umanipulate wase, ukisell we mwenyewe ukijipresent in a certain way. Juu kwa relationship kuna msi wenda anasoma hizo manini za real men this, real women this. Sana kwanza hizo real men ndio ziko kila mahali. Jesus, boy child tuko aje, but real men ziko kila mahali. Wewe umeenda umesoma real men wanafaa kufanya hivi, wewe sasa umeenda umedo hizo vitu. Wengine ni mdem, wewe ni mwanamke unasoma unasikia real men do if you wanted to he would. Hata uelewe kwanza situation ya mtu wako, uelewa first mtu wa situation wako, but it is what it is. So fake lifestyle ni makon mtu anajua anataka ku look the part, na sweet talkers ni ule msee mwenye sasa atakuambia sasa hizo zi kuja kuingia tu kwa relationship tu, na msee mwenye anaelewa rende ya quotes na sweet talkers na manipulation. Kama ushai experience hiyo kitu, I guess tu umekuwa tu broken, because maybe unaweza ingia relationship ukidhani juu msee kulingana na venye anaongea na venye anajibeba ama venye ana articulate issues, unadhani like huyu ni msee anajua chenye anafanya, but at the end of the day si msee. Ikikam sasa kwa ground, nothing like msee hakuna kitu anarada. Basa amefanya tu kukram vitu mob zenye zina relate na situation. Sasa wewe mwenyewe ukisikiza unaona yenyewe huyu ni msee anajua chenye anataka. Hadi I guess watu wenye wako kwa marriage pia kuna msee ameproposiwa akaolewa, boy akisema mimi nataka this, hii ndio kitu nataka, hivi ndio utadu. Mnaingia kwa marriage na unapata manzea tu umeingia kwa marriage na mtu bado hajamachua. Basi sasa akiongea anaongea kama msee amemachua. Hizo sasa ndio zote tu zinakaa mkuu. Hadi job tu the same thing tu. Hadi kazi. Kuna msee anakaa anaomba kazi, interview amebonga, but anafanya tu kukram hizo nini zote, but kikam kwa the actual job au na hizo skills. Kwa paper ina show hadi kwa interview venye ulibonga msee anajua yenyewe. Hii situation nafaa kuihandle hivi, nafaa kuihandle hivi, but hauna hiyo theory work. Like hauna practicality ya kuelewa how to do stuff. And then sasa ya after hizo sasa negativity, sasa tukiingia kwa positive ni personal growth yani. Cause ukiangalia vitu from point of view ya we mwenyewe, kujijudge tu, not ile kujijudge uanze kujibeat down kwa na loss of esteem, kwanza kuona haki woye. Ni ile maybe fake it until you make it. So unaweza soma kitu kama hiyo tu ya fake it till you make it ya msemo. Like hiyo tu quote ya fake it till you make it. Inamaanisha like kuna room for improvement yani. Mahali huko ama mahali unaenda si impossible, ni kitu possible. Hiyo tu pia si impossible, ni kitu possible. So personal growth wewe mwenyewe pia unajicheki na unaelewa wenyewe unafaa kuimprove kwa vitu tu, kwa different aspects za maisha yako, depending na priorities zako saizi ziko wapi. Kama priorities zako saizi maybe ni vitu za farming, una focus, unapata hata zile nini zenye unasoma ama quote kama hiyo ya aba na abo ujaza kibaba, ni msemo, ni quote. Basi sasa kwa mindset yako venye umefikiria ni hizi kuku sitazikula na acha kwanza zigrow.
nijaze kibaba. Msee mwingine maybe hata mwenye maybe ako kwa vitu za fashion ataichukulia kitu tofauti, ataichukulia kwake haba na haba ni achange do pole pole, then aende achukue look fit. Msee maybe ako kwa vitu zingine maybe za engineering, watu wa plumbing, like kila msee anaichukulia vitu tofauti, but at the end of the day ni msemo kwanza, fake it till you make it, ama ukikram different quotes ni personal, like niyo ya personal growth. Kwa mwenyewe unafika mahali wapata unajijua na ukiwa perspective yenye unaona ukibonga na msee ama msee akibonga smart, then usikue so impressed sometimes na msee akiongea smart. Juu my imposters ni wengi manze. My imposters ni wengi. Baza kwa someone mwenye amekram vitu akiona uelewi, maybe anaweza kutafunia kupatie. Ni possible, though si kila mtu anataka. Nimesema si kila kitu inahitaji explanation, but then sometimes wasiona turn everything into argument to us, ndio wanakuanga tu amekram to my different theories, vitu very unnecessary. Kila kitu tu ni theory, yani ni argument. Ndio hivyo. Slippery unataka sasa kuuliza sasa hii inamaanisha nini? So nikikimbia nini itafanyika? Kila kitu tu inatani to negativity na argument. So yeah. Rende ya quotes na cramming theory mzee. Usikue hawa wase. Na kama una cram hizo vitu zote, cram hizo vitu, meditate on it for self awareness na personal growth. Ni hayo kwa sasa. Sina mengi. Anything else kiamua kuadisia maybe another video manze. J Ulysses, I'm out.